Kwema kabisa kaka. Uko vizuri? Niko vizuri, namshukuru Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah. Bwana, hatimaye bwana nchi imetulia. Mpira lazima uchezwe kaka. Simba na Yanga sio vilabu vya michezo mingine tofauti. Au labda sio vilabu vya siasa au nini. Simba na Yanga ni timu za mpira. Umeelewa vizuri Uwezi kuchukua ubingwa bila kuchukua ubingwa bila kucheza. Mimi na kauli mbiu yangu umeshakuja mara kadhaa wewe hapa nikwambia bwana lazima mpira ufanye nini? Uchezwe. Yaani hakuna jinsi yani wewe unasema sichezi sijui sifanye nini, hapana, never. Football lazima ichezwe. Simba na Yanga ni timu za mpira, sio timu za siasa, sio timu za muziki. Ni timu za mpira. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri ili swala limeisha vizuri. Na mimi nimeenjoy kiukweli. Lazima tuangalie dabi bwana. Mimi nataka nione dabi. Nani ambaye atakaibuka mbabe. Manake huko wanajitapa bwana mlitukimbia tarehe 8. Umeona? Huko wanajitapa mmetukimbia tarehe 15. Huko wanajitapa tunapakome, huko wanajitapa tuna Elimpanzu Kibisa wao. Wanasema bwana huwezi kuwa bingwa bila kumkaba Mpanzu. Na huwezi kuwa bingwa bila kumkaba Pakome. Sijui umeelewa vizuri? Alafu bahati nzuri mechi itaenda tarehe 25. Yaani ligi ishafanya nini? Ishaisha, yani wambakia wao sasa wanaume wawili. Haya. Tupeni. Sasa hapa tutazungumza zaidi kiufundi kwenye hii mechi kwa sababu ikuelekea sasa hiyo mechi tutakuwa tunazungumza kiufundi zaidi kuliko haya masakata ambayo yalikuwa huko nyuma. Kwa mimi nafikiri hicho ni kitu kizuri zaidi na mimi nimpongeze alifanikisha hili swala mpaka kufika hapa. Umeona lakini pia linabaki kuwa funzo. Na sio tu funzo. Yaani kuna eneo inabidi tuanze kubadilika. Nani Ngwale watu wacheze mpira. Watu wacheze football. Mbona watu wataki kucheza mpira wa miguu? Umeona? Watu wanataka vitu vya nje ya uwanja zaidi ndio viendelee kutrendi. Hii kitu mimi sikubali daima milele. Huo ndio uhalisia. Rai yangu kubwa ndio hiyo. Ila kiukweli mimi nimefurahi football kuchezwa. Kabwe, mambo mengi sana yamepita hapa katikati na hii ndio dabi ambayo imepitia mambo mengi tangu mimi nimeanza kufuatilia mpira. Sijui kwa upande wako unadhani ni wakati sahihi sasa wa sheria kusimama na busara kuweka pembeni katika michezo inayofuata ligi kuu Tanzania bara? Mimi naamini kwenye vitu viwili. Uongozi wote lazima uendeshwe na busara. Simula vizuri mnaweza mkajiwekea sheria, kanuni na utaratibu wowote ule. Lakini lazima busara itumike. Simula vizuri busara lazima itumike. Lakini ambapo panastahili kufuatwa kanuni, lazima kanuni zifanye nini? Zifuatwe. Bahati mbaya tulokuwa nayo kwenye mpira wetu ni kwamba TFF na bodi ya ligi ni nyoka wa kibisa. Hawana meno. Hawana meno. Na mara ya mwisho tumezungumza mimi na pale nilikwambia nawaonea huruma sana. Naonea huruma sana kwa sababu Yanga na Simba wamekuwa wakiwavuta hivi. Wanachotaka wao kifanyike, sijui mna vizuri ndicho ambacho wanataka na TFF na bodi ya ligi wakitekeleze wanavyotaka wao. Hii ni mbaya sana. Bodi ya ligi inasimamia timu zaidi ya 32. Mnaelewa vizuri lakini kuna kitu ambacho tumekipata hapa. Hii dabi inachezwa. Je, kile ambacho tulikuwa tunalilia kwamba mpira wetu unaenda kukombolewa ndicho ambacho tumekipata au tumerudi kule kwenye busara? Sijui unanielewa vizuri Ngwale. Mpira wetu umekomboka au tumerudi kule kwenye busara? Jibu
analo msikilizaji na mtazamaji. Sijui umeelewa vizuri. Yaani walichokuwa nakikataa watu kuhusiana na busara, zikataka zifuatwe kanuni. Ndicho ambacho kimetokea, au tumerudi kule kule kwenye busara? Na nielewa vizuri. Mpira wetu umeharibika vibaya sana. Na mpaka hivi sasa ninavyokuambia, hata kama imetokea hichi ambacho kilichotokea, watu wanasema sijui mpira wetu umekomboka, mpira umetenda haki. Hapana. Yanga wamenufaika kwa maslahi yao wao binafsi, ila matatizo ya mpira wetu yamebaki pale pale. Shida haikuwa dabi, shida ni mfumo wa mpira wetu. Kiongozi anayekaa pale juu pale, kuanzia rais wa TFF, katibu mkuu, kuja mpaka viongozi wa bodi ya ligi, wana mamlaka ya kusimamia na kusimamia hivi vilabu vikubwa ipasavyo? Kwangu mimi naona kabisa hakuna. Tarehe 15 ilikuwa ni siku ya kihistoria. Kama kanuni zingefuatwa ipasavyo, bila influence yoyote kutoka nje, nafikiri ndio angekuwa mapinduzi makubwa ya mpira wetu. Ila kitendo cha influence nyingine kutoka nje kuja kuingia kwenye hili sakata la dabi, ni wazi mpira wetu haujanyooka bado. Bado mpira wetu umepinda. Bado mpira wetu ni mchafu. Leo nyewe mtaona hivi limeisha hili sakata. Kaka, si zinakuja mechi hapa za ligi kuu, malalamiko yataendelea tena. Tupo hapa. Mimi nitakukumbusha wewe Ngwale. Malalamiko yataendelea tena. Kwa hiyo itakuwa kila watu wanapolalamika, watu wanapopiga kelele, basi viongozi wawajibike. Sijumla vizuri. Kwa mfano, Young Africans walipropose matakwa yao manne. Bodi ya ligi na kamati ya masaa 72 kuvunjwa na CEO kujiuzuru, kuresign. Wenyewe sema kujiuzuru, lakini ni kuresign. Ina maana alifutwa kazi. Ndio maana jana ilitoka barua, Rais Karia alifanya nini? Ndio alimfuta kazi CEO wa bodi ya ligi Almas Kasongo, ndio bosi wake. Alafu Wilfred Kidao, katibu mkuu, pamoja na bodi kuwa huru. Inatosha kwa Mzee Mguto na CEO wa bodi ya ligi kujiuzuru ndio mpira wetu unyooke? Je, hawa wametendewa haki au ni mbuzi wa kafara? Yaani maswali ya kujiuliza. Mzee Mguto muda wake wa kuendelea kubaki kama mwenyekiti wa bodi ya ligi ulibakiza muda mfupi sana. Unajua ligi ilikuwa inatakiwa iishe mwezi wa 5 kuja huko mwishoni wa 6. Ambapo ndio Mzee Mguto ulikuwa muda wake unafanya nini? Unaisha. Simula vizuri. Sasa kama Mzee Mguto ulikuwa muda wake kuanzia mwezi wa 5 kuja mwezi wa 6, muda wake ulikuwa unaisha. Huyu mtu atakijiuzuru sasa, kuna athari gani chanya ambayo atakuwa ameifanya kwenye ligi yetu, ni kuonyesha kwamba ligi yetu labda baadaye itakuja kuwa na uweledi? Wakati alikuwa shamaliza muda wake. Mwezi Desemba hapo unafanyika uchaguzi. Sichumla vizuri. Lakini ninachokifikiria zaidi, kwa nini pressure ilikuwa ni kubwa? Au kuna watu wana maslahi yao kuelekea uchaguzi wa TFF? Kwa sababu leo mwenyekiti wa kamati ya uchaguzi ametangaza kwamba kutakuwa kuna mkutano mkuu Tanga kwa ajili ya uchaguzi wa rais wa TFF. Je, kuna influence ambayo na pressure inapigwa kutoka labda upande wa Young Africans kwa ajili ya kupata vitu ambavyo wao vinawafavor? Sio, umeelewa vizuri?
Je, hawa viongozi watakaokuja watakuwa tayari kusimamia haki na kuwajibika? Baada ya sakata lote hili kupita hapa, tumegundua kwamba kuna madudu mengi sana hadi kwa viongozi wa Young Africans. Vipi wao wapo tayari kuwajibika? Achana na hii kusifiwa na mashabiki wao, kwa sababu kuna sifa zingine za kijinga. Kuna sifa zingine hapa watu wanasifiwa ambazo hazistahili kuwepo. Wao kulingana na makosa ambayo wameyafanya, wapo tayari kuwajibika kama walivyokuwa wanataka wenzao wawajibike? Au kwa sababu wana mtaji wa mashabiki, ule mtaji wa mashabiki wanautumia vibaya kuwapakaza wengine matope, alafu wao hata kama wana makosa, kwa sababu hakuna watu wa kuwasema na mwisho wa siku kuna watu wa kuwatetea, wao wanaonekana ni wasafi? Ni maswali magumu ambayo yameachwa kwenye hii dabi. Hata kama itakuja kuchezwa tarehe 25, bado hakuna majibu sahihi yoyote ngwale nakwambia yanaweza kupatikana. Pongezi zimuendee Mheshimiwa Rais. Jana tumeona picha zimetoka. Yaani kama isingekuwa zile picha, sio vizuri, isingekuwa zile picha. Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan, umeona, isingekuwa zile picha kutoka na kadhalika, leo nafikiri bado ile sintofahamu ingeendelea kuwepo na pangeendelea kuchafuka zaidi. Umeona? Lakini sote tunafahamu baada ya picha ikatoka taarifa, baadaye zikatoka taarifa zingine na zingine na zingine. Vipi kama Mheshimiwa Rais labda isingetokea labda hichi ambacho kinachoendelea hivi sasa, hali ya mpira wetu ingekuweje?